pamoja na wachungaji wengine ambao wameungana na sisi siku ya leo, pamoja na aliyetuhubiria siku ya leo, viongozi wetu wote, our senator, our women rep, mbunge wetu wa hapa Bwana Mashua, na viongozi wengine wote wabunge ambao tumeungana pamoja, MCAs wetu wote, MCA wa hapa na MCA mgeni rafiki yetu ambaye ametoka Murang'a, na nyinyi marafiki zetu wote ambao tumeungana wana hii kanisa na ambao wamekuja tuungane siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Basi tuinue mkono hivi tusalimiane. Asanteni. Mimi siku ya leo, Your Excellency, uniruhusu kwa vile naona tumeongea sana na hatutaki pesa iende, kwa vile tulikuwa tumekuja kazi ya kutafuta pesa za kumaliza hii kazi. Sasa mimi unipe ruhusa tu, sitaongea sana, niseme tu kama mawili ama matatu. Hawa watu ni watu wetu, tuko nao kila siku, na nitapata nafasi ya kuja kusema yale mambo tungependa kusema, kwa vile nitakuwa mchache sana wa maneno. Ndio hizi pesa ambazo tunatafuta zipatikane siku ya leo. Sisi tunakuanga hapa kila siku, Your Excellency. Sisi hatuendagi mahali. Mimi naishi Kiambu, ninalala Kiambu, ninaamkianga Kiambu. Hawa tunashindanga nao kila siku, so sina news ya kuja kuleta. Na kwa hivyo hakuna mambo yenye mimi naweza kuja ati kusema saa hizi ndio yasikikane tu kwa maana wewe uko hapa. Ile tu naweza kusema ni yale ya kawaida. But otherwise tuna nafasi ya kuja kuongea. Nimshukuru mchungaji wetu huyu, mchungaji Daktari Humphrey. Huyu Daktari Humphrey, Your Excellency, mimi nimemjua, na ukimwona amekwambia yeye anasomesha huko university kama lecturer, ukipata nafasi tu, Your Excellency, huyu mzee umuite tu mkunye kikombe ya chai na yeye kwa ofisi. Huyu daktari, hii kazi unaona amesimamia hapa, na anaitwa sasa professor, lecturer. Huyu alianzia kama makanga wa matatu, alikuwa anapiganga matatu hivi kule Nairobi. Amekuja, ameingia kwa dini, amefika mahali amefika, mpaka sasa ndio huyo anaitwa lecturer. Na huyu ni mfano mzuri kwa vile mtu hubadilisha maisha yake na unafika mahali ambapo unaweza kuwa mwenye tumaini na tegemeo kwa jamii. Ya pili, pia naye mchungaji wetu mwenye ametuhubiria, nataka niseme shukrani sana kwa mahubiri mazuri. Na sijui nyinyi kama mlisikia vizuri, lakini mchungaji alituambia ya kwamba hii kazi ya kujenga kanisa sio kazi ya kila mtu. Sasa sijui kama nyinyi wakati wewe unakaa hapa unajisikia wewe ni mtu mmoja wa kujenga kanisa ama sio wa kujenga kanisa. Nyinyi ni watu wa kujenga kanisa ama sio watu wa kujenga kanisa jameni? Hebu tuone watu wa kuja kazi ya kujenga kanisa. Haya. Kwa hivyo ndio nimesema tufupishe maneno. Wacha tu, Your Excellency, ni washukuru wana have done. Na kwa hivyo zile pesa tunatafuta za kumalizia, tutaungana pamoja, tuziweke pamoja, hii kazi imalizike. In the meantime, Your Excellency, wakati ulifika pale hatukukuambia, tulificha hapo vitu vingine ndio uzione. Ukikuja hivi vile ulifika hapo, ile magari tuliweka hapo, tulikuwa tunafunika hapo nyuma, ni kubaya sana hapo. Kama gari yako ingeingia hapo kwa hiyo parking ya kanisa ungetoka, tungekwama. Sasa sisi wakati unatusaidia hii pesa, tumeongea na hao viongozi wa kanisa ya kwamba tukifikia Jumatatu tutaanza kutengeneza hiyo mahali nje, tutengeneze mzuri, tuweke maram, tuweke kabro. Sasa ndio siku nyingine ukikuja hii kazi yenye utatusaidia kumaliza ile ya nje, si tutakuwa tumefanya. Yangu ya mwisho, Your Excellency, ni kutaja tu kwa ufupi ya kwamba hii area sisi tumekuwa hapa, na ningependa kwanza, Your Excellency, with your permission, niseme tu, my friend Senator, hapa Kiambu, Your Excellency, sio ati ni bahati tuko naye vile hatuna mafuriko. It's not luck. Your Excellency, wakati kulitangazwa ya kwamba hii mvua itakuwa yenye tatanishi, sisi kama serikali ya county, I immediately called my entire government
all the ministers, all the chief officers, all the directors. And I dissolved every other function. Na nikaambia watu wavae gumboot na wavae kabuti, alafu tuende kwa ground. Sisi wote tumekuwa kila mahali, there is no one word, saizi Your Excellency, for the last 2 weeks, ambapo sisi hatujakuwa hapa. The second day, wakati ilitangazwa ya kwamba tutakuwa na mvua hapa, Your Excellency, I mobilized in every sub-county 3 excavators and 3 backhoes. Saa hizi hata hapa Kiambu tuko na excavator 3. MCA watakwambia. We have been opening the drainages day and night. That is why, Your Excellency, although we were supposed to have been the ones who suffered most, sisi tuko mbele. So my brother, our senator, the reason why you find ya kwamba sisi hatujafurikiwa ni kwa vile tumekuwa hapa kwa ground, Your Excellency. Tukiwachana hapa saa hizi, mimi naenda hapa Dumberi, nitamuliza Mashua rafiki yangu tuende pamoja. Naenda pale Dumberi, naenda kule Junu. Tumekusanya watu wetu wenye walikuwa kwa mahali ya hatari, tumeweka pamoja. Ningependa nimshukuru our county commissioner pamoja na regional commissioner na team yetu, Your Excellency, ile ulitupatia. We have been working with them. Kule hata saizi Kejabi, sisi alikuwa ananipigia jana akiwa kule Kejabi, ndio tutafute suluhisho tena mahali tulikuwa na wewe. Kuna hatari ilikuwa inaonekana tena itakuja kwa vile kuna damu hapo zimejaa. So nataka tu niwaambie wana Kiambu ya kwamba sisi kwa upande wa kazi tumeamua kufanya kazi, na kazi tutafanya. What we are going to do. Your Excellency, sitaki kusema mengi, nimesema tu acha tu nitakuja kuzungumza mwenyewe, lakini huyu rafiki yetu wa kutoka Nairobi ulisikia vile alisema, Your Excellency. Aliongea akasema ya kwamba huu ni wakati ambapo tunafaa kuangalia lengo moja kama serikali, na ni serikali yote, sio serikali ya county ama serikali kuu peke yake. And Your Excellency, as my friend, because you are my friend, and I normally come to you tunaongea, tu nikukumbushe neno moja tu kwa heshima. Tulikuwa na wewe kule Sagana Lodge. Siku ile tulikaa na rais wetu Dr. William Samoei Ruto. Na kabla rais hajakuja kuongea, wewe ndiye uliongea. You are the one who spoke. And you spoke on behalf of the people of this region wakati tulienda huko. And on the nation. Kuna mambo yenye ulisema, Your Excellency, kwa vile uko busy labda unaweza sahau. With respect, let me remind you. Ulituambia kama region ya hii Mount Kenya ya kwamba sisi tumepatiwa kazi, na ya kwamba ile kazi tumepatiwa na wale watu wote wameteuliwa, tumeteuliwa ndio turudishe shukrani na mkono kwa watu wale walichagua. Na ukasema hii Mount Kenya region hatutaaibisha ile nia njema yenye rais ametuonesha. Na huyu Gakuya ameongea hapa akasema, Your Excellency, sasa ni wakati wetu wa kulenga. Hatutaki mtu ya kuja kusumbua wewe. At this time you are the one who is leading this assault moving forward. Tunataka utembee, uendelee, na nataka niwakumbushe viongozi wote, Your Excellency, with due respect, even you, that in another, saa hizi tushamaliza mwaka 1.5 kutoka siku ile tulikuwa pale Sagana. In another 3 years tutarudi pale na wewe, na utasimama tena utatuambia yale mambo ulituambia kuliendaje. Did we do what we said? Na ndipo unasikia mimi nataka kusema kwa uwazi ya kwamba kama viongozi tuseme ile tunasema mchana hapa hadharani, na tufanye hiyo ikiwa usiku. Let's not speak one thing in the daytime and do the opposite in the night. Your Excellency, saa hizi sisi tunataka tukushikirie. Mtu anakupenda, hakupendi, afanye nini? You are the deputy president of this country. Moving forward, wakati itafika siku ya accountability, it is you. We shall ask you as a people. We give you the opportunity to lead us. You led us. What did you bring us home? Na ndio ukirudi sasa, wakati tunarudisha rais wetu William Ruto, tunataka utarudi na yeye. But whether we like it or not, whether you like it or not, there are questions you will have to answer to us. Did you do what we agreed? Did you lead us well? Did you tell every leader in the daytime when they are right and when they are wrong? Because watu wengine wanakuja wanasema, Your Excellency, huyu Gakuya amesema hapa msisumbue rais, msisumbue deputy president. Kwa vile tunataka endelea na kazi.
Your Excellency, this region works in harmony. The work of a governor, the work of every MP, the work of every MCA, zinashikana namna hii for you to deliver on your vision. Na so when we are speaking, ya kwamba mtu asikuja kusema saa hizi ati mimi nataka kazi ya deputy president. We give it to you. It's your job. This is time to work for you. Hata kama mimi nikiwa wapi ningependa kuwa deputy president, I'm not going to come and tell you. It is your time. It was your time for you to do that. And we respect that for you to do that. Your Excellency, I want to hear also, because we respect you, what do you say yourself as our deputy president? Wakati pia viongozi wengine tunakuja tunasema na mimi nataka kukua MP, na mimi nataka are we going to entertain at this time when as the UDA KK team we are saying we are going to deliver? Ya kwamba tutakuwa tunasema saa hizi nimekalia hapa lakini nataka ile, nataka ya rais. We are saying very simply, in 5 years kiti ya rais itakuwa open. Kiti ya deputy president itakuwa open. Kiti ya MP itakuwa open. Kiti hata ya governor itakuwa open. But our point here, Your Excellency, is very simple. Hata Biblia inasema there is a time for everything. This is the time to work, Your Excellency. It's time to work. Ni wakati wa kufanya kazi kwa hii kaunti yetu. Na mimi nimesema, Your Excellency, niseme hayo kwa vile mimi hawa watu walinipatia kazi and I intend to deliver on the job they gave me. Ndio tunakaa hapa. Nilihama kutoka Nairobi, Your Excellency, when I was a senator. Now I live here so that I can wake up to the issues of these people. Ya mwisho yangu, Your Excellency, my last point, Your Excellency, is ni vizuri tumesikia maongeo moja mbili hapa kwa viongozi. Nataka niulize, Your Excellency, because